Hivi umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wawili wanaweza kuwa na ndoto moja, lakini mmoja akafanikiwa na mwingine akabaki the same? Wote walikuwa wanataka mafanikio, wote walikuwa wanataka pesa, wote walikuwa wanataka maisha bora, lakini matokeo yake yakawa tofauti kabisa. Sio kwamba mmoja alikuwa anataka zaidi kuliko mwingine. Tatizo ni moja tu. Maisha hayakupi kile unachotaka tu. Mara nyingi maisha yanakupa kile ulichopo ndani yako. Ndio maana kuna msemo unasema, you don't attract what you want, you attract who you are inside. Kwenye hii video leo tutajifunza kwa nini hali yako ya ndani ina nguvu kubwa kuliko hata matamanio yako, na jinsi ya kubadilisha hilo ili uweze kuwa na maisha unayoyataka, maisha ambayo unayoyaota. Kuna watu wengi leo wanatamani kuwa matajiri, lakini sio wote wanakuwa matajiri. Kuna watu wengi wanatamani kuwa na confidence, lakini ndani yao wanahisi kushindwa, lakini ndani yao wana hofu hata ya kujaribu. Kuna watu wengi leo wanatamani mafanikio, lakini ndani yao wanaamini upataji wa mafanikio ni mgumu, na tatizo sio kile wanachotaka. Mara nyingi tatizo ni kile kilichopo ndani yao. Kwa sababu kabla hujapata hayo mafanikio, ni lazima ndani yako uwe umeamini kwamba una deserve mafanikio. Uwe umejiona kama tajiri kabla ya kuyapata, na kabla dunia haijakuona tofauti, ni lazima uwe umeanza kujiona tofauti. Yaani lazima umejiona kwamba mimi nimebadilika, nimekuwa new vision. Maisha yako ya nje ni matokeo ya maisha yako ya ndani. Kila kitu unachokiona nje yako leo kilianza kwanza ndani yako, na kila hatua unayochukua kila siku inategemea vile unavyojiona, vile unavyoamini kuhusu wewe, na matokeo yake yanategemea maamuzi hayo ambayo unayoyafanya kila siku. Ukijiamini utachukua hatua ambazo watu wengine wanaogopa kuchukua. Ukijiona hauna uwezo, utaogopa kuchukua fursa hata pale inapokuja mbele yako. Ndio maana watu wawili wanaweza kupewa kitu wakifanyie kazi, mmoja akakifanya kwa usahihi na mwingine asitumie hiyo fursa, kwa sababu tatizo linaanza ndani, vile unavyojiona ndani yako. Identity yako ndiyo inayoamua maisha yako. Watu wengi wanataka wabadilishe maisha yao bila kubadilisha identities. Identity ni kile kitu unachoamini kuhusu wewe. Mara nyingi watu wanasema, mimi siwezi kufanya biashara hii kwa sababu nimeshazoea kufanya hivi. Hiyo ndio identity, yaani umejiwekea kwamba limit yako ni kufanya kitu hiki. Vitu hivi siwezi kuvifanya. Watu wengi wanataka kuwa wafanyabiashara wakubwa, lakini bado wanajiona kama watu ambao wasioweza kufanikiwa. Watu wengi wanataka kuwa confident, lakini bado ndani yao wanaamini kushindwa, wanaogopa kuchukua vitu vinavyoogopesha, wanaogopa kuchukua hatua ambazo zitakazojenga hiyo confidence. Kumbuka hili, hautendi kulingana na malengo yako, unatenda kulingana na identity yako. Kama unaamini kushindwa, ni lazima utaendelea kushindwa tu. Lakini kama unaamini una uwezo wa kuendelea mpaka mwisho, utaanza kutenda tofauti. Utaanza kufanya vitu vinavyokuwezesha wewe kuwa bora. Confidence haiwezi kuvutwa. Confidence inajengwa kila siku. Watu wengi wanasubiri siku wajisikie tayari ndio waanze kuchukua hatua. Wanasubiri siku watakayoamka wakiwa na 100% confidence ndio waanze kufanya maamuzi sahihi. Lakini ukweli ni kwamba
Confidence haiji kabla ya hatua. Hatua ndizo zinazoleta confidence. Kila unapofanya kitu ambacho kilichokuwa kinakuogopesha, unajenga imani ndani ya akili yako kwamba mimi ninaweza. Na kila unapoendelea licha ya kushindwa, unajijengea imani kwamba unaweza kufanya vitu vigumu. Kwa hiyo leo usisubiri confidence ije kwanza ndio uanze kufanya maamuzi ya msingi. Anza. Confidence itajijenga yenyewe natural, bila hata kulazimisha. Imani zako zinakutengenezea dunia yako. Kama unaamini hauwezi kupata fursa, utaona vizuizi kila utakapokuwa unaenda. Na kama unaamini mafanikio ni ya watu wachache, utaacha kufanya vitu ambavyo vingekupeleka mbali kabisa kimaisha. Lakini kama unaamini unaweza kubadilika, unaweza kujifunza na unaweza kujiboresha, utaanza kuona opportunities ambazo mwanzoni hujawahi kuziona kabisa. Maisha yetu ya kila siku ni matokeo ya kile ambacho tumekuwa tukijisimulia kila siku. Swali langu la leo ni hili: umekuwa ukijisimulia hadithi gani za kwako wewe mwenyewe ya kile ambacho unachokiamini? Aidha ni kushindwa, aidha unaweza. Kipi unachojiambia kila siku? Unavutia kile ambacho kinacholingana na wewe. Watu wenye mindset ya maendeleo mara nyingi wanavutia watu wanaopenda maendeleo. Watu ambao wanataka mafanikio makubwa mara nyingi wanavutia watu ambao wanaowasukuma kwenda mbele, kufanya vizuri. Lakini siku zote watu wajinga wanavutia wajinga wenzao, wa kugosipi, wa kukaa kusema watu. Kwa sababu mazingira unayochagua na watu unaowaweka karibu yako inaonyesha una kiwango gani ndani yako. Aidha unajiamini, aidha una vision kubwa, aidha haujui hata maisha yako yanaenda wapi. Lakini ukibadilika wewe, lazima mazingira yako nayo yatabadilika. Ukianza kujiamini, hauwezi kukaa na less people. Lazima utatafuta watu ambao wanayoendana na energy hiyo. Mafanikio ni matokeo ya mtu unayekuwa. Mara nyingi tunawaona watu waliofanikiwa na kuvutiwa na matokeo yao. Tunaona pesa, tunaona confidence, tunaona maisha ambayo tunayataka kuwa nao, lakini hatuoni mtu aliyelazimika kuwa mpaka kuweza kuachieve hivyo vitu ambavyo hanavyo. Hatuoni discipline, hatuoni vitu walivyolazimika kufanya hata siku hajisikii. Hatuoni kujifunza kila siku, kwa sababu mabadiliko na mafanikio makubwa yanatokana na matokeo ya wewe kubadilisha ndani yako, kubadilisha beliefs zako, kubadilisha identity yako na kuwa vision ambayo unayoamini kila kitu kinawezekana, vision unayojiamini wewe mwenyewe. Jikite kwenye kujiboresha, sio kufukuzia matokeo tu. Badala ya kujiuliza ninawezaje kupata mafanikio, anza kujiuliza ninatakiwa niwe mtu gani ili niweze kuyapata hayo mafanikio, au hayo mafanikio yaje kwangu natural. Badala ya kujiuliza nawezaje kuwa na confidence, anza kujiuliza nawezaje kuwa mtu ambaye anachukua hatua licha akiwa na hofu. Kwa sababu ukianza kujenga mtu wa ndani, matokeo ya nje yatafuata yenyewe, yatakuwa yanakuchesi yenyewe. Kwa kifupi, hauwezi kuvuta maisha mapya ukiwa bado unafikiri kwa namna ile ile. Hauwezi kupata matokeo mapya ukiwa bado una identity ya zamani, na hauwezi kufika kiwango kingine ukiwa bado unahamini hadithi zile zile zinazokurudisha nyuma. Kila mabadiliko makubwa huanza ndani
kabla ya kuonekana nje. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha maisha yako, anza kwanza kubadilisha ndani yako. Anza kwanza kubadilisha kile unachoamini kuhusu wewe, kwa sababu hauvutii kile unachotaka tu. Mara nyingi unavutia kile ulichopo ndani yako. Kama umejifunza kitu kwenye hii video leo, niandikie kwenye comments. Nitaanza kujijenga kuanzia ndani. Usisahau kulike, usisahau kushare na rafiki yako ili na yeye aanze kujiboresha. Pia usisahau kusubscribe hii channel tuweze kujifunza kwa pamoja. I love you guys. Thank you for watching.